iko haja gani ya kumpigia makofi na kumsifu na kumwabudu? So nikiona hivi vijana wanafuata rais wakimpigia makofi wakisema ati tena bila break, sasa hiyo ni siasa gani pale kwa Nyamira, kwa Kisii? Ni nini amefanya hata moja ambayo inaonekana? Haya maneno ambayo mzungumza wanasema kuwa kuongeza rais kabla ya kuwasikiza kwa kote kwamba yale maneno ulisema wakati kampeni hiyo yalikuwa nakwambia sema hivi katika hiyo responsibility yote, what if things hazingebadilika? Bado Rigathi Gachagua mnasikia akiambia Wakenya hadi hivi. Ndugu yangu Jakundi, mimi niliongea nikiwa deputy president, sikuongea kama niko nje. Siku rais ametoa amri watoto ya Gen Z wauawe, mimi nilikataa. Na nilikuwa naibu rais. Siongei ati kwa sababu nilitoka. Watoto wetu wa Gen Z walileta shida kwa sababu ya mambo ya finance bill, ambaye mimi mwenyewe nilikuwa nimemwarifu rais kwa baraza la mawaziri ya kwamba hii finance bill Wakenya wamekataa. Mimi nimesikiza ground na Wakenya wamekataa, na tukiendelea kulazimisha Wakenya kutoa hii kodi through the finance bill 2024 itatuletea shida. Na nikakuwa peke yangu katika cabinet. Watu wengine wote walikubaliana na mimi, lakini ni waoga, wanaogopa rais sana. Lakini kwa mimi, kwa sababu ni mtu ya kuchaguliwa, sikuwa na muogopa. So mimi nikamwambia katika cabinet, hii kitu italeta shida. Siku ameamua iendelee na kukaanza kuonesha iko dalili, ukapangwa operation kubwa sana ile hivi vijana watakabiliana na hawa. Na vijana wengi sana walikuwa wamebeba maji na simu, hawana silaha, hawana bunduki, hawana chochote. Watoto wadogo wakauawa kikatili. Mimi nikamwambia rais ni makosa. Hata akanikataza kwenda mkutano ya National Security Council kwa sababu mimi nilikuwa napinga vikali sana. Ndio yeye alipotoa press conference Nairobi tarehe 26 June last year. Mimi nikaenda Mombasa nikatoa yangu nikiwa naibu wa rais. Nikamwambia rais, hawa ni watoto wetu na ni makosa kuua hii watoto kikatili. Mimi nilikosana na president kwa sababu ya mambo ya mauaji. Mimi ni Mkristo na mimi pia ni mzazi. Mimi niko na vijana wawili. Kama ingekuwa ni hiyo vijana wangu ningesikia namna gani? Mtoto wa Attorney General alikuwa Justin Muturi, alitekwa nyara na watu ya National Intelligence Service na ndiye Attorney General wa Kenya. Kwa hivyo mtu asiseme mimi ati Rigathi Gachagua ninaongea kwa sababu niko nje. Mimi niliongea nikiwa ndani. Mimi sasa utakosa kuwa na uchungu namna gani na vile Wakenya wanaumia. Mimi sina uchungu kama Rigathi Gachagua, lakini mimi nabeba uchungu ya watu ya Kenya. Na kwa sababu Wakenya wamekosa mtu ya kuwatetea, wabunge wetu karibu wote wamenunuliwa. Huyu upinzani Raila Odinga na wenzake wamenunuliwa, wako kwa serikali inaitwa blood based. Unasikia wanaita broad based. Lakini ni serikali iliundwa na damu ya Gen Z. Isipokuwa ni damu ya Gen Z ilimwagika, huyu Raila Odinga na watu yake wangekuja kwa serikali. Sasa hakuna mtu ya kutetea Wakenya. Wabunge wamenyamaza. Imebidi mimi na wengine ndio sasa tunatetea Wakenya. Na tuko na uchungu na sio yetu binafsi. Sisi nabeba uchungu ya watu ya Kenya. Kwa sababu lazima mtu azungumzie watu ya Kenya. Tukikosa kuwatetea, kusema usiue watoto wetu, usiharibu uchumi, nani ataongea? Kwa hivyo mimi hakuna uchungu nimebeba kama Rigathi Gachagua mtu binafsi, lakini mimi nabeba uchungu ya mamilioni ya Wakenya imewekwa pamoja. Wewe umesikika ukisema kwamba serikali ndio ile shares. Sema kama shares kidogo kupanga. So ukizungumzia mkisi sasa tunaendelea kupanga serikali kwa. Sasa share ya watu wa Usiba na ndani. Sasa hiyo unajua serikali ndugu yangu inatafutwa kwa mpangilio. Na kila mtu anaunga serikali mkono apange maneno yake na interest zake. Na ndio mimi nilikuwa nasema tulikuwa tumekubaliana na rais, wale ambaye tumepiga kura tuko na shares yetu katika serikali kwa sababu tumesaidia kuiunda na tuko na expectation. Na mimi ndio nilikuwa nasema kila mtu apate haki yake. Sasa ukweli ni kwamba majority ya wale pale Abagusi walipigia Raila Odinga kura. Na siku ameingia kwa serikali amewasahau.
nasikia amepatiwa mawaziri wanne. Moja amepeana pale Mombasa, moja amepeana pale Kakamega, wawili amepeana kwake pale Luo Nyanza. Kama angekuwa muungwana, hao wa Kisii walimpigia kura, angechukua moja wapatie moja. Iko huyu National Treasurer wa ODM anaitwa Timothy Kusire, ni jirani yangu, hapa ni kwake next hapa. Kutoka hapa mnaweza ingia hapa kwa kunywa chai. Alikuwa ameahidiwa katika hiyo mpango hiyo mawaziri wanne. Kama huyu Raila Odinga alikuwa muungwana, angepatia huyu Timothy Kusire. Amechunga pesa ya ODM miaka mingi sana, kwa sababu walimchagua, na ukweli hakupeana hiyo viti pahali ya kuchaguliwa. Ndio hiyo maneno ya shares pahali na ingilianga. Raila amepeana hizo viti nne kwa ile area yako na umaarufu, lakini hao wabaguzi amewacha nje. Amepeana pale Pwani, amepeana kwao pale, amewacha nje. Kwa hivyo tukiendelea mbele na tutakuwa tukizungumzia hili jambo, lazima jamii ya baguzi jipange vizuri, ikuje kwa meza ya kitaifa na ikuje direct, isipitie kwa broker, kwa sababu shida yenu pale ni kupitia kwa broker. Nyinyi ni watu ambao mko na kura za kutosha za kuja direct kwa meza ya kitaifa, mpange maneno yenu hapo. Saa ile watu wanakubaliana vile serikali itakaa, huwe na mtoto wenu wameketi pale. Lakini imekuwa kwa miaka mingi mnapitia kwa Raila Odinga, lakini yeye akienda akikosa akatalete shida, anaitwa kwa serikali. Hakuna siku ameitwa kwa serikali ameita Mkisii hata moja, ameenda naye, ameenda na watu yake peke yake. Kwa hivyo jambo langu leo ningetaka kuambia Wakisii, tafadhali, tunapanga serikali sahihi, mkuje kwa meza ya kitaifa direct. Na mimi sioni kwa nini mpitie broker, kwa sababu nyinyi mko na watoto wamesoma pale. Kisii ni jamii inaheshimika kwa mambo ya vitabu na makaratasi, wako sawa. Tuko na maprofesa, tuko na madaktari, tuko na watu ambao wako na ujasiri na wanajulikana vizuri. Mjipange vizuri, mkuje kwa meza ya kitaifa direct, ndio mkuje sasa pale tukipanga, kila mtu alete maneno ya watu wake ya kwamba sisi tutachangia kwa hii serikali, and this is our expectation, kwa sababu hiyo ndio siasa. Mtu asikuambia ati kuna siasa inapangwa bila mtu kuuliza. Hata watu wakienda kuwinda mnyama katika msituni, mnyama akipatikana, wale wenye walifaulu kuwinda yule mnyama wanaketi pale na kuchinja nyama na kugawa. So lazima hiyo ifanyike. Na shida ya jamii ya Bagusini kwamba mmekuwa mkija kwa meza ya kitaifa kwa ugawaji wa mali na interest zingine kupitia kwa broker mtu ya tatu. Hakuna haja nyinyi mpitie mtu ya tatu, na nyinyi mko wengi na Mungu na kura za kutosha, na ile nisikia Raila akimwambia nyinyi ati kura zenu hazitoshi. Hiyo ni kukosea jamii heshima, kwa sababu hata zake hazitoshi. Zake zinatoshanga kwa sababu ya kuongezewa za Wakisii. Hata yeye akichukua zake aongeze Wakisii watafaulu. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima ambaye imekuunga mkono miaka mingi, kwa sababu hata yeye akichukua zile za Luo Nyanza peke yake hakuna pahali anaweza enda. Kwa hivyo charity begins at home, na hiyo alikosea Wakisii heshima, na ni makosa kubwa sana, kwa sababu wamemunga yeye mkono miaka mingi sana. Kwa hivyo kuja kuambia watu wamekuunga mkono ati nyinyi muache huyu Matiang'i wenu wawache, hakuna pahali anaweza enda, kura zake hazitoshi. Kura ya Wakisii ile iko pale Nyamira, ile iko Kisii, ile iko Nakuru, ile iko Mombasa, ile iko hapa Nairobi, ile iko hapa ile iko Kitale, ile iko Kajiado, almost 2.5 million. Hiyo kura ni sawa sawa na ile ya William Ruto. William Ruto yake ni kama hiyo, na akiwa na hiyo yake aliunganisha, amekuja kwetu, tumemuongeza, amekuwa rais wa Kenya. Hata hizi za Wabaguzi ni mingi hata kuliko zile za huyu Raila Odinga. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima. Watu ambao wamekuunga mikono miaka hii yote kwenda kuambia amesikia mtoto yao pia anataka kuwa rais, na kuwakemea na kuwatukana na kuwachekelea ati huyu mtoto wenu hakuna pahali anaweza enda, ati kura zenu hazitoshi. Yeye zake hazikuwa zinatosha, aliunganisha zake akatafuta za wengine zikaunganishwa pamoja, na ndizo hizo kura ametumia kuingia kwa serikali ya Ruto. Ndizo hizo kura za Wakisii na wengine alitumia kuingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndio